unanipokea kutoka. Asante sana kwa sababu ya kuwa mmoja ambaye amechagua kuwa hapa asubuhi ya leo. Nashukuru Bwana kwa sababu yenu wote na kwa sababu ya yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yetu. Najua ya kwamba imegharimu mkono wa Bwana, na ni kweli Mungu ni mwaminifu kwa kila wakati, na yeye hubaki akiwa mwaminifu kila siku. Na kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya wewe ambaye umeweza kufika, na wewe ambaye umeweza kutangulia. Karibu sana tukaweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya wakati nao hauwezi ukatugoja, naomba tukaweze kuingia moja kwa moja katika maombi, na ili tukaweze kuingia katika neno, na bila shaka tutabarikiwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana, ninakuinua kwa ajili ya siku ya leo na asubuhi ya leo. Wewe uliye mwaminifu, wewe ambaye unatupenda, wewe ambaye unatujali, wewe umekuwa pamoja nasi, wewe umetembea na kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante Bwana kwa ajili ya kutuhifadhi siku kama ya leo. Bwana, tumeona wema wako, tumeona fadhili zako, na asubuhi ya leo na siku hii Bwana tumekusanyika mahali hapa ili tuinue jina lako na tukutukuze, na tuseme ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni asante maana umetenda, maana ni wewe umekuwa pamoja nasi tangia siku ya Sunday. Bwana, umetembea pamoja nasi hadi siku ya leo. Utukuzwe Bwana na uinuliwe. Asubuhi ya leo tunaalika uwepo wako ukaweze kuandamana pamoja nasi. Bwana, ukawe nasi, ukatuongoze katika kila jambo, tukakuone na tukakusikie, maana wewe ni Bwana na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Na omba Bwana ya kwamba ukakutane na kila hitaji la mmoja wetu asubuhi ya leo, na bila shaka tutazidi kukuinua na tutazidi kusema ya kwamba wewe ni Bwana. Na ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba, na hata kuamini mtu mmoja aseme amen and amen and amen. So karibuni sana tena na tena, na wapenda sana. My name's Pastor Mwangi. Nampenda Yesu kwa sababu yeye ni mwema ndani ya maisha yangu. Ameniokoa, amenihifadhi, na kwa hivyo nafurahia katika wokovu, maana najua ya kwamba kuna Mungu ambaye ananipenda, na kuna Mungu ambaye ananijali, na kuna Mungu ambaye ananiwazia mawazo mazuri. Na kwa hivyo siku kama ya leo, wacha tu nikuambie, ni Mungu tu ametusaidia, ni Mungu tu amekuwa pamoja nasi, na ni Mungu anafanya kazi ya maajabu katika maisha yetu. Na kwa hivyo karibuni tena na tena na tena, na Mungu na akazidi na kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nawashukuru wote mahali popote unanipokea kutoka. Kubali tu kukaribia, kubali tu tukaweze kubarikiwa kwa pamoja, na jua ya kwamba siku ya leo kuna kile Mungu amefanya. Yes, karibu sana Mrs. Daniel G. You are saying good morning, na mimi nasema good morning madam. Mungu akubariki na akutendee mema. I wanna speak about when God is silent, ama wakati Mungu anapokuwa kimya. Praise the name of the Lord. Maana najua ya kwamba kuna wakati katika haya maisha mambo yanakuwa yametuzidi. Mambo yanakuwa ni kweli yametuzidi, na tunasikia ya kwamba nikana kwamba Mungu ameweza kunyamaza, na nikana kwamba Mungu ameweza kutuacha. Lakini kwa yote Mungu hukuwa mwaminifu. Yeye huwa Mungu katika maisha yetu. Yeye huwa Mungu hata wakati tunaona nikana kwamba mambo hayaendi vile tungetaka. Praise the name of the Lord. And I want to tell you this morning, despite the things that we go through, our God is always there together with us.
And as I start, I want to say this. There are times in our spiritual life, kuna wakati tunaomba, kuna wakati tunazama katika maombi, na tunasikia ni kana kwamba Mungu ameweza kutuacha. Tunasikia ni kana kwamba kuna kitu ambacho hakiendi vile kinavyofaa kuwa. Sometimes we pray, sometimes we wait, sometimes we cry out, sometimes we feel like we are almost giving up. Because there is no response. Hakuna majibu ambayo yanakuja. And it is in this moment that we may begin to wonder, has God forgotten me? Does he still care? Why is he silent? Kwa nini Mungu amenyamaza? And today, or this morning, I want us to look at situations where God was silent. Wakati Mungu aliweza kukaa ni kana kwamba ameweza kunyamaza kwa watu wake ule wakati wa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni kweli kuna wakati Mungu anakaa ni kana kwamba amenyamaza. Hata katika maandiko tunaposoma kitabu cha kinaitwa kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi, tutaweza kupata ya kwamba kuna wakati inakaa ni kana kwamba Mungu aliweza kuwa amenyamaza. Kuna wakati Mungu anakaa ni kana kwamba alikaa ni kama amenyamaza. I'm trying to bring on board some other people here. Kwa hivyo Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 13 mstari wa kwanza hadi wa 5, Bwana, hadi lini utanisahau milele? Anauliza swali. Hadi lini utageuza uso wako kwangu? Hadi lini nitakuwa na machungu moyoni mwangu, huzuni kila siku? Hadi lini adui yangu atakuwa na nguvu juu yangu? Praise the name of the Lord. Haya ni baadhi ya maswali ambayo mtu wa Mungu alikuwa nayo, alikuwa anauliza, alikuwa anajiuliza, maana mambo yalikuwa yameweza kumwendea vingine, na kwa hivyo alikuwa anashindwa afanye nini, maana mambo yalikuwa yamemzingira pande hii na pande ile ingine, na akawa mtu ambaye anauliza Mungu maswali. Na kama vile tunavyojua, huyu ni mtu ambaye Mungu ananena katika maandiko na anasema ya kwamba nimempata mtu ambaye akona moyo kama wangu. So David was not just any other type of a man. He was a very close confidant of God. And they walked together with God. Lakini kuna wakati alisikia ni kana kwamba Mungu amemnyamazia. Alisikia ni kana kwamba Mungu amemuacha. Alisikia ni kana kwamba Mungu ameachilia maadui zake wakaweze kufurahia, maana alikuwa anapitia machungu, alikuwa anapitia maumivu, na mambo yalikuwa mengi ambayo yalikuwa yanamsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba geuka na unijibu, Bwana Mungu wangu, rudisha mwangaza wa macho yangu, la sivyo nitakufa. Usiruhusu maadui zangu kushangilia wakisema tumemshinda. Usiruhusu watangaze furaha yao kwa kushindwa kwangu, lakini mimi nategemea upendo wako usio na mwisho. Haya ni maneno ya mtu ambaye alikuwa amefika mwisho. Alikuwa anashindwa. Mambo yalikuwa yamemzingira, mambo yalikuwa yanamuingilia pande hii na pande ya kushoto. Alikuwa anashindwa atafanya jambo gani, lakini tutaweza kuelewa ya kwamba hata kana kwamba kuna wakati Mungu ananyamaza, hata kana kwamba kuna wakati mbingu zinanyamaza, kuna Mungu ambaye ni Mungu wa kweli, kuna Mungu ambaye ni Mungu wa haki, Mungu ambaye anasimama na watu wake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
Maandiko katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 19 mstari ni wa 11 hadi 12, maandiko inasema, basi akaambiwa, toka ukasimame mbele ya Bwana kwenye mlima. Bwana alipita na upepo mkali ulipiga mlima, ilikuwa ni milipuko ya upepo kama mgurumo, na miamba ikapasuka, lakini Bwana hakuwemo kwenye upepo. Baada ya upepo kulikuwa na tetemeko la ardhi, lakini Bwana hakuwemo katika tetemeko. Baada ya tetemeko kulikuwa na moto, lakini Bwana hakuwemo kwenye moto. Na baada ya moto kulikuwa na sauti ya upole ya upepo. Bwana Yesu asifiwe. Tunampata mtumishi mwingine wa Mungu anajulikana kama Elijah. Na maandiko inasema ya kwamba akajipata katika hali gumu, na kwa hivyo akaanza kumtafuta Mungu. Akaanza kuangalia pande ya kushoto, akaangalia pande ya kulia, akasikia kuna mgurumo mkubwa, akasikia kuna mambo ambayo yanaendelea, lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu hakuwemo katika ile migurumo. Mungu hakuwa katika ule moto. Mungu hakuwa katika ile tetemeko ambalo lilikuwa. Kuna wakati tunapitia mambo magumu, my brother, my sister. Tunaanza kutafuta Mungu kwenye Mungu wetu hayuko. Kwa hivyo kuna wakati Mungu ananyamaza, lakini ako tu anafanya. Baada ya kutafuta huyu Mungu, maandiko inasema ya kwamba baadaye Mungu akaweza kuja kwa sauti ya upole, akaweza kuja kwa sauti ambayo sio watu wengi wangeweza kuifikiria, sio watu wengi wangeweza kuwa na mawazo yale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati mbingu huwa zinanyamaza. Kuna wakati, my sister, unaomba, unaenda unafunga, unaingia prayer center, unafunga siku 7, unafunga siku 14, unafunga siku 21, unatoa dhabihu hii, unatoa ile, lakini bado mbingu zimenyamaza. But I have some good news for you this morning. Ya kwamba God's silence does not mean abandonment. My point number 1. Ya kwamba kunyamaza kwa Mungu hakumaanishi ya kwamba Mungu amekuacha. Kunyamaza kwa Mungu ama kunyamaza kwa mbingu hakumaanishi ya kwamba Mungu aliweza kutembea. Daudi anakuwa pale na kilio, anauliza Mungu, hadi lini utanisahau? Lakini nataka tukaelewe ya kwamba katika ule uchungu, Daudi bado alikuwa anamwongelesha Mungu kama Mungu. Hakuna wakati aliweza kuona ni kana kwamba Mungu amebadilika, because our God will never change. Our God remains to be the same yesterday, today and forevermore. He remains to be faithful. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hamtafuti Mungu from the point of complaining. Unajua, wakati tunaona Mungu ni kana kwamba amenyamaza, tunaanza kupiga kelele, tunaanza kuasi Mungu, tunaanza maswali mengi. Kwa nini Mungu umeweza kuniachilia? Kwa nini hili limeweza kuja katika maisha yangu? Ili hali nimekuwa mwaminifu, nimekuwa nafanya kazi hii, nafanya ile kazi, lakini Mungu wangu umeweza kuniasi. I came to tell you, God's silence does not mean abandonment. Kunyamaza kwa mbingu hakumaanishi ya kwamba Mungu ameweza kukuacha. Hakumaanishi ya kwamba Mungu ameweza kukuachilia. Bwana Yesu asifiwe. God's silence does not mean he has abandoned you. It is just because you don't hear his voice at the moment. That is why you feel like he has gone away. That is why you feel like he is not present. Bwana Yesu asifiwe. But I came to tell you, he is working on your behalf behind the scenes. Praise the name of the Lord. Wale wanaendelea kuingia, we are talking about when God is silent. Wakati Mungu anapokuwa kimya. And I came to disappoint somebody who does not want to hear this.
Kuna wakati Mungu Mrs. Daniel G. Mungu akukumbuke hata kama umefika mwisho. Ukifika mwisho hapo ndio mwanzo wa Mungu, my sister. Where you have reached your dead end, that is the start of God. Hapo unasikia ni kana kwamba mbingu zimenyamaza. Unasikia ni kana kwamba Mungu amekuacha. Mungu tu ako behind the scenes, anatengeneza jambo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ule mstari wa kwanza wa Zaburi ya 10. Why, O Lord, do you stand so far away? Why do you hide when I am in trouble? Daudi anasema ya kwamba, kwa nini umesimama bali? Kwa nini unajificha wakati nipo kwenye shida? Najua kuna wengi hapa tunauliza hili swali. Kwa nini Mungu unanyamaza nikiwa katika shida? Kwa nini Mungu unaniachilia? Kwa nini Mungu umenisahau tu wakati maadui zangu wameinuka na wanapiga makofi? Tumemwona Daudi akisema pale katika Zaburi ya 13. Praise the name of the Lord. Mungu hawezi akajificha. Unasikia anasema, kwa nini unajificha wakati niko kwenye shida? I know there are so many people who are saying this. Kuna watu wengi wanasema haya maneno. Lakini Mungu, sikiza vizuri, Mungu hajakuacha. God's silence does not mean abandonment. Kunyamaza kwa Mungu hakumaanishi ya kwamba amekuachilia. Bwana Yesu asifiwe. My point number 2. Silence is often a test of faith. Ama kunyamaza kwa Mungu anakuwa ametutia katika mtihani wa kupima imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapomwangalia Daudi, analia sio kwa sababu Mungu amekosa kumjibu, lakini ni kwa sababu akona pressure. Akona pressure ya nini? Akona pressure ya yale mashida anapitia, yale mauchungu anapitia. Hata wewe najua uko na pressure. Kuna madeni ambayo yamekusukuma. Uko na pressure kwa ajili ya magonjwa ambayo yamekusukuma. Hata wewe uko na pressure kwa sababu Lord hakuachili. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaanza kuangalia maadui. Na unajua kama kuna wakati wa Kristo wenzangu unakuwa mgumu, ni wakati maadui zetu wanapoelewa ya kwamba tuko chini, wanaanza kutudhihaki. Wanaanza kutucheka. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kuona ni kana kwamba Mungu ambaye huwa tunasema Bwana Yesu asifiwe. Wanaona ni kana kwamba yule Mungu ambaye huwa tunakiri ni kama ameenda safari. Ni kana kwamba ametuachilia. Bwana Yesu asifiwe. But I have some good news for you this morning. God's silence is only a test. Imagine mtihani tu. Mungu tu amekuwekea ule ukiwa kama mtihani. The silence of God is a test of our faith. It is whether we will continue to trust and wait for his timing, even when things do not make sense. Unajua kuna wakati tu Mungu tunamuomba, lakini tu anatuachilia ndio aone kana kwamba tunaweza mngojea. Angalia tu aona ni kana kwamba tunaweza kuwa na plan B. Because the plan of God is only one. The plan of God is only plan A. Mungu ananga mpango mwingine. Mungu ananga mpango wa kando. Wanadamu ndio wako na mpango wa kando. Mungu tu ako na mpango mmoja. Hallelujah. Somebody say amen. Ebu fikiria mtu wa Mungu alikuwa anaitwa Ibrahim. God promised Abraham a son. But for 25 years, there was silence. There was no child. There was no sign. There was no immediate response to God's promise. Ukisoma Romans chapter 4 and verse 20 to 21, utapata yale maneno pale.
So Mungu anataka kuona, how do we behave when he is silent? How do we talk about him? Do we change our testimony because God is silent? Anatuangalia tu, anataka kuona kama imani yetu imesimama, kama imani yetu iko thabiti. We really trust his character and his timing. Or are we going to give up and do things our way? God is not silent to punish us, my brother, but to refine us and draw us closer to him. Wakati Mungu ananyamaza, anataka tukaweze kuwa na uhusiano wa karibu sana na yeye, tukaweze kuandamana pamoja na yeye kila siku. Hayo ndio Mungu anaangalia. We are talking about when God is silent. Wale wanaendelea kuingia. My point number 3, and it says, silence often precedes a greater revelation. Ama kunyamaza kwa Mungu huwa kunatangulia ufunuo mkubwa ama ushuhuda mkubwa. Kwa hivyo Mungu wakati ananyamaza, wakati umeomba, wakati umejitoa katika huduma ya Mungu, wakati umetoa fungu zako, wakati umetoa matoleo yote yale ya kujitakia na hata yale umeitishwa na mtumishi wa Bwana, jua ya kwamba hata kama mbingu zimenyamaza, Mungu anatengeneza ushuhuda mkubwa. So there are seasons where God's silence is not a sign that he is inactive. Hapana. Si ati kusema Mungu hana uwezo ama hafanyi kazi, bado anafanya kazi. He is preparing something greater. Imagine anatengeneza ushuhuda, anakutengenezea ushuhuda. Wagalatia 4 na mstari wa 4 maandiko inasema, lakini wakati ulio kamili ulipofika, Mungu alimtuma mwanae, alizaliwa na mwanamke akiwa chini ya sheria. Wale wasomi wa Biblia wanaelewa ya kwamba kuna kipindi between the Old Testament and the New Testament. Mungu aliweza kunyamazia wana wa Israeli kwa muda wa miaka 400. Hakukuwa nabii, hakukuwa sauti yoyote ambayo ilikuwa inakuja for 400 years. Between the Old and the New Testament, God was silent. The people of Israel, they experienced a great silence. There were no prophets, there were no visions, and there were no divine messages. But in the silence, God was preparing the world for the arrival of the Messiah, who is our Lord Jesus Christ. Wewe sijui uko na miaka mingapi ukiwa unaomba, hata si miaka, miezi, ama siku, ama wiki, and already you have given up. Wana wa Israeli walinyamaziwa kwa muda wa miaka 400. Hawakuwa wanajua ni kipi ambacho Mungu anangojea kukifanya. Praise the name of the Lord. So silence often precedes a divine action. And when God is silent, my brother, he may be preparing us for something beyond our comprehension. Anatengeneza kitu hata sisi kikikuja hatutaweza kuelewa. Ule ushuhuda ambao Mungu anatengeneza, ukikuja hakuna mtu ambaye ataweza kuelewa. Maandiko inasema katika kitabu cha Luka wa kwanza 11 hadi 13. Wakati Zekaria alikuwa anaomba kwa ajili ya mtoto, Mungu alimnyamazia kwa miaka. Lakini Mungu aliongea. Kuna wakati Mungu aliongea kupitia malaika na akasema ya kwamba kutazaliwa Yohana ambaye alikuja akawa ndiye wa kutayarishia Yesu Kristo barabara. The arrival of the John the Baptist. So in the silence, God was orchestrating history for the coming of Jesus. Alikuwa anatengeneza kitu, na ndio nimekuambia, silence often precedes a greater revelation. Ukiona mbingu zimenyamaza, hakuna majibu,
Elewa ya kwamba kuna kitu Mungu anatayarisha, na kitu hicho akitayarisha sio kitu hivi hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So when God is silent, trust that he is at work in ways that you cannot see, my brother. God's silence, my sister, does not mean he is inactive. It means he is preparing something. My point number 4, because of time. Silence teaches us to seek God more deeply. Wakati Mungu anaponyamaza, tunakuwa tumefunzwa, ama inakuwa ni funzo ya kumtafuta Mungu zaidi. Zaidi nimfahamu Yesu. Mwimbaji akaimba. Kwa hivyo kuna wakati when God is silent, anataka kuona tunaweza kumtafuta, anataka kuona ya kwamba tunatembea pamoja na yeye. So God uses silence to draw us closer to him. When we don't hear from God, we are forced to dig deeper and deeper in prayer as we look for him. Tukiwa tunajaribu kutafuta, na Mungu wangu ako wapi? Na Mungu wangu anafanya nini? Na Mungu wangu analitenda jambo gani? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu na asifiwe. Sijui ni wangapi wanasema, I have been praying for some time and God has been silent. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia imani ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Job, it was tested through immense suffering and silence. Even when God did not answer his question immediately because he had many of them, Job chose to trust in God's wisdom and sovereignty. In Job 23 and verse 10, maandiko inasema, lakini anajua ni wapi ninapoenda, na anaponijaribu nitakuwa safi kama dhahabu. Huyu ni mtu wa Mungu ambaye alipitia kipindi ambacho alikuwa na maswali mengi. Alikuwa mtakatifu, alikuwa amesimamia utakatifu. Kwa hivyo wakati mwingine mbingu hazinyamazi kwa sababu tumefanya makosa, tumefanya dhambi. Hapana. Our God is not emotional. Our God is not like man. He is never moody. Our God is never moody. Yeye hakai kama wanadamu. Yeye huwa habehave vile kama watu huwa wa dunia wanavyo behave. Hapana, because he is God. Yeye ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. So when God is silent, hata Job akajifunza ya kwamba nitagojea hadi wakati Mungu ataweza kunijibu maswali. Bwana Yesu asifiwe. So God often uses silence to teach us to press in. The deeper the silence, the more we are invited to search for him in a new and deeper ways, my brother. Are we seeking him in the silence, or are we allowing it to drive us away? Mungu ananyamaza, angalie kana kwamba tunaweza tukazama. Na ni vizuri wakati mwingine kuzama. Ni vizuri wakati mwingine kutafuta huo uso wa Mungu hata wakati mbingu zimenyamaza. Mwimbaji mmoja Mkikuyu akauliza, kayogeretie maigana ukirogeria riki ndugatigithĩrie giginyana tu. Agiginyani nimegwatagira kia hinya. Hata maandiko inasema ya kwamba since the time of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and only the violent take it by force. Kwa hivyo wakati mwingine hata kama mbingu zimenyamaza, ni wakati wa kuzama zaidi, zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. And as I conclude, my last point is, God speaks in silence if we learn to listen. We are talking about when God is silent. Kwa hivyo Mungu huwa anaongea hata wakati amenyamaza. Imagine huwa anaongea. How now man of God? Anaongea aje? Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 11 hadi 12,
Tulisoma hayo maandiko na tukaweza kuelewa ya kwamba Elijah alikuwa anatafuta Mungu kwa migurumo. Elijah alikuwa anatafuta Mungu kwa mitetemeko ya ardhi. Lakini Mungu aliweza kuja kwa kasauti kanyororo. Hakuja na mambo mengi. Praise the name of the Lord. Yeye alikuja akiwa ametulia. Alikuja akiwa anajua ya kwamba yeye ni Mungu, na yeye Mungu sio Mungu wa drama. Imagine, in the midst of the storm and fire, God often speaks in a still, small voice. His silence does not mean he is absent. It means he is teaching us to listen more closely. Yeye anataka tukaweze kusikiza kwa karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kwa nini hamujashare hii live na mmekuwa hapa kwa muda. Akina Mrs. Daniel G. Unashare hiyo, kuna kaaro kako hapo bere. Hako ukikafinya itaposti kwako. Ndio wale wako huko pia wanafikiwa. Next time, guys, try to do that. So, God may not always speak in the dramatic, but he often speaks in that quiet moment. Are we listening for his voice in the silence? Ama tunasema ya kwamba nikana kwamba huyu Mungu haongei, nikana kwamba huyu Mungu ameenda safari. So as I conclude, I want to say this. When God is silent, my sister, when God is silent, my brother, it is not the end of your story. Sio mwisho wako. It is an invitation to deepen your faith, to deepen your trust, and to deepen your intimacy with him. Mungu anataka tu uingie pale, uzame na uingie ndani kabisa, ukawe pamoja naye, na bila shaka atatenda mambo ambayo ni makuu katika jina la Yesu Kristo. His silence is not a rejection, but a process of preparation and refinement. And just as gold is refined in fire, our faith is refined in silence. Bwana Yesu na asifiwe. So when God is silent, because this has been our topic, when God is silent, we only need to seek him more. We need only to deepen our faith. Tunahitaji tu tuzame. Tuzame tu tumtafute. Kama vile mwandishi wa Zaburi anasema katika Psalms 46 and verse 10. Be still and know that I am God. Mungu anasema ukaweze kunyamaza pale ukijua ya kwamba mimi ni Mungu. Hallelujah. So when God is silent, remember he is still God. He is still sovereign. He is still present. And he is still working all things together for your good. So trust him in that silence when he is silent. Seek him more deeply, knowing that he is preparing you for something greater. And may God bless us. I don't know. Ni wakati mgani unasikia ni kana kwamba Mungu amekunyamazia sana. Wewe ndio huu ujumbe unanenea siku ya leo. And I hope God has spoken to your heart. If you have been feeling like God has been silent to you, just know it does not mean that he has abandoned you. It does not mean he has forsaken you. He is only testing your faith. Bwana Yesu asifiwe. He is only preparing for a greater testimony. He is only teaching you to seek him more deeply. Now finally, God speaks in that silence if we dare to listen. Let us pray. Our Father and our God, this morning, we want to bless your name. We want to acknowledge that you are great and you are so wonderful to us. Thank you because of enlightening us this morning, that even when you are silent, it does not mean that you have abandoned us. It does not mean that you have left us. It does not mean that you have rejected us.
It means that you are working out something, a greater testimony. You are testing our faith. And Lord, we pray that you may give us the grace, that you may give us the understanding and the wisdom to behave well, to respond well, even when you are silent. Whenever we have prayed and there is that season of waiting, give us the grace to wait. Give us the grace not to complain. Help us, oh God, because we are men and we are weak. And Lord, we depend in your strength. Thank you for this brother. Thank you for this sister who are going through a moment of silence. I know, my God and my Father, you are dealing with their situations behind the scenes. Whatever it is, my Father, be it a sickness, be it death, be it financial struggle, be it marital challenges, be it whatever it may be, I know you are working out something. You are working out a solution for the honor and glory of your name. My Father and my God, even in my life, whenever I feel like you are so silent, oh, give me the strength, give me the grace, Lord, to hold on, Lord, to wait, to listen more, and to understand your will. Thank you for this day. How we pray that you are going to give us the grace to persevere, even as you are silent. We have understood that you have not left us. Help us, oh God, to continue in the journey of faith, trusting you even more. We bring our needs unto you. Whatever, Lord, it is in our hearts, you are the one who searches our hearts. And Lord, we give it unto you. That, Lord, we trust that you are going to do it, because we believe and we have prayed in a prayer of faith. Our Father and our God, in whatever situation we are in, we leave it unto you. We leave it unto you, our God. Help us. Even the week that is before us, how we pray that you are going to guide us, that you are going to walk with us, that you are going, Jehovah God, to help us in our every way. Help us to know you more in the mighty name of Jesus. Thank you, Abba Father, because of today. Help us to be a blessing to your people, even as we go to your house. Oh God, I pray that you may be with us. Let your presence walk with us, because, Lord, without you, we cannot make it. We pray this briefly and trusting in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And somebody said, amen, and amen, and amen. So may God bless you. May God do you well. Na Mungu awatendee mema. Na wapenda sana, huwa na waombea. Na najua ya kwamba Mungu ako pamoja nanyi na atazidi kuwatendea mema katika jina la Yesu Kristo. So even when you feel like God is silent, just understand, hajakuacha, ako pamoja na wewe na anatembea pamoja nawe. My names are Pastor Mwangi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nafurahia ndani ya wokovu. Huwa nakuombea sana, na ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kuona makuu ya Bwana. So may God bless you. May God do you well. Thank you for tuning in. Tupatane Tuesday. Kama kawaida, wale wako na prayer request, tulisema unatuma before 11 a.m. Unahakikisha kwamba umetumia hiyo namba iko tagged hapo. Wale wako upande wa Facebook utaipata hapo kwa comment section, na wale wako upande wa TikTok nimekutagia hiyo namba hapo. Wale wako upande wa YouTube pia utapata hiyo namba hapo katika hiyo broadcast. So may God bless you. May God do you well. Have a blessed day. Na wapenda. Tuesday ni 5 p.m. to 6 p.m. Show ingine kama hii, lakini kwa maombi tumesema unatuma prayer request mapema. So may God bless you. May God do you well. Shalom. Shalom. Shalom.